kama nilivyokuelezea mtazamaji hapo awali tukianza dira ya wiki, ni kwamba baadaye kidogo, baada ya kukuarifu, tuna baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumezipa kipaumbele siku hii ya Ijumaa. Moja kwa moja hivi sasa tunaungana naye Zubeda Koome ambaye yuko upande wa Eldoret pale mjini, na kupa uskani ili uendelee na matangazo haya, kutuelezea ni yapi ambayo labda mmetuandalia kutoka sehemu hiyo. Na shukrani sana Alimanzu, ukiwa katika afisi zetu jijini Nairobi. Mtazamaji, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa mahojiano yetu ya Darubini ya Siasa, tukiwa katika kaunti ya Uasin Gishu katika hoteli ya Boma, ambapo leo tuna wageni wawili ambao ni magavana kutoka eneo hili. Jackson Mandagor ambaye ni mwenyeji wetu, ambaye ni gavana wa kaunti ya Uasin Gishu. Hujambo? Naona uko tayari kabisa, ulikuwa katika mbio leo. Kwanza kabisa sisi tumefurahi kwa sababu tukaribisha microphone yako kidogo kwenye. Kwanza kabisa nataka kusema shukrani kwa kupata hii nafasi ya mahojiano ya Darubini ya Siasa, na pia kusema leo sisi tumefurahi kwa sababu tumeangalia Rio tukiwa hapa Eldoret. Naam, kwa mara ya kwanza mbio hizi mashindano haya yamefanyika nje ya Nairobi. Ni raha sana Na kando yake ni gavana mwenzake kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet, Alex Tolgos. Hujambo? Si jambo Zubeda. Kuna watu wako ambao wamefuzu, wanariadha kutoka kaunti yako? Wengi sana, lakini kwa sasa tunaongea kuhusu timu ya North Rift ama Norep. Kabisa, mnajivunia sana kwamba kuna kikosi ambacho tayari kimefuzu kuelekea katika nchi ya Brazil. Tunafurahi sana. Mnahisi vipi kwamba mashindano haya yalifanyika hapa? Nafikiri ni mara ya kwanza tunapoona, kwa sababu kwetu hii ilikuwa ni kama ni finals kule Rio. Kwa sababu kuna mbio kama 3,000 kuruka viunzi, mita 800, 1,500 ambaye wale walichakuliwa hapa hatuna tuko na uhakika kuwa wataenda kutuwakilisha na watashinda vile walikuwa siku ya leo. Mna matumaini makubwa sana. Labda nimtajie tu mtazamaji kikosi ambacho kimefuzu kuelekea kule Rio nchini Brazil. Katika mita 5,000 kwa wanawake ni Vivian Cheruiyot, Hellen Obiri na Mercy Cherono. Mbio za mita 5,000 hawa watatu ndio wamefuzu kuelekea Brazil. Mita 10,000 kwa wanawake ni Vivian Cheruiyot, Betsy Saina na Alice Aprot, au ndio wataelekea kuwakilisha Kenya katika mbio za mita 10,000. Upande wa marathon tunaye Jemima Sumkon, Vislin Jebkesho na Hela Kiprop, au ndio watawakilisha Kenya katika marathon. Upande wa wanawake ile walk, matembezi ya kilomita 20, kuna Grace Wanjiru ambaye amefuzu baada ya kutembea kwa muda wa saa 1 na dakika 30.34. Upande wa mbio za mita 800 ni Margaret Nyawera, Eunice Sum na Winnie Chebet, hao ndio watawakilisha Kenya katika mbio za mita 800. Mita 1,500 ni Faith Chepngetich, Nancy Chepkemoi na Viola Chepto Lagat, hao ndio wamefuzu katika mbio za mita 800. Mita 1,500 ni Faith Chepngetich, Nancy Chepkemoi na Viola Chepto Lagat ambao watawakilisha Kenya katika mbio za mita 1,500, hao ndio wamefuzu. Mita 3,000 kunazo kama hizo ni Havin Kieng, Beatrice Chepkoech na Lydia Rotich Chebet, hao ndio wamefuzu katika mbio za mita 3,000. Na mita 400 ni Margaret Nyawera na Jelagat ambao watawakilisha Kenya katika mbio za mita 400. Upande wa wanaume mtazamaji, wale ambao wamefuzu mita 200 ni Kelvin Nkanata na Mike Mokamba. Mita 5,000 ni Caleb Mwangangi na Isaiah Kiplagat Koech. Mita 10,000 ni Paul Tanui Kipngetich, Charles Yosei, Bedan Karoki na Geoffrey Kamworor, hao ndio wamefuzu katika mbio za mita 10,000. Upande wa marathon ni Elliot Kipchoge, Stanley Biwott na Wesley Korir, hao ndio watawakilisha Kenya katika marathon. Mita 400 Nicholas Bet, Boniface Mucheru, Aaron Koech. Mita 400 Alpha Kishoyan, Raymond Kibet, Alex Sampao, Boniface Mwiresa, hao ndio wamefuzu. Mita 800 Alfred Kipketer, Ferguson Cheruiyot na David Rudisha watawakilisha Kenya katika mbio za mita 800. 1,500 ni Asbel Kiprop, Elijah Manangoe na Ronald Kemoy, hao ndio wamefuzu katika mbio za mita 1,500. Na mita 3,000 ni Briman Kipruto, Conseslus Kipruto na Ezekiel Kemboi. Upande wa high jump ni Matthew Sawe, na matembezi ya kilomita 20 ni Samuel Kadhimba na Simon Washira. Hao ndio kikosi ambacho kitaelekea kule Rio kuwakilisha Kenya
katika mashindano haya. Mtazamaji, sijui kufikia sasa iwapo umeridhika na maandalizi haya ya siku mbili ambayo yalikuwa ni mbio za mchujo. Tunajua Kenya pia itawakilisha katika michezo mingine kwa mara ya kwanza, kwa sababu tumekuwa tukijua kwamba katika Olimpiki ni mbio tu, ni riadha, lakini sasa kando na Yego ambaye anarusha mkuki, ambaye pia hatujamtaja, pia amefuzu, tunaona mashindano mengine, michezo mingine Kenya pia itashiriki. Hilo linawafanya mkisi vipi kama viongozi wa kaunti? Kwanza kabisa kama mchezo wa rugby ambayo sasa timu ambayo imefuzu itafanya mazoezi kule Nandi County. Tayari kuna baadhi ya vijana katika kaunti hizi wamesema kama hii raga ndio hii yenye wanacheza wanaona hapa nyumbani sasa, pia hawa tayari wanaanza mazoezi. Na wameuliza gavana ya kaunti ya Nandi waruhusiwe kwenye klabu ya Nandi Bears ili washuhudie hawa wachezaji wakifanya mazoezi. Kwa hivyo kuna ile tamaa sasa ya michezo mpya ambazo zinakuja katika siku. Na Gavana Tolgos, kwa sababu wengi wanauliza mbona imechukua muda huu kwa Kenya kushiriki michezo mingine katika Olimpiki? Tumekuwa tu tukifanya riadha. Ni kwamba hatufanyi vyema katika michezo hii, ama mbona imechukua muda? Mbona sasa ndio tunaona michezo kama hii ikijitokeza pakubwa? Kwanza kabisa nafikiri kwa muda hakuna mtu ambaye alikuwa na saidia watu ama vijana wetu kuweza kushiriki hizi michezo zingine. Na mimi nafikiri vile ndugu yetu Yego alivyotupa hiyo javelin kule World Championship ndio imefanya hata vijana wengi wameanza kujitokeza. Na tunaona tunapoendelea tutakuwa na vijana wengi ambao watatuwakilisha kwa michezo kadha wa kadha. Na nafikiri pia vile umesikia leo Deputy President wetu ametaja kuhusu kuimarishwa kwa viwanja za michezo. Na sisi tunajua hiyo ndio itafanya hata vijana wengi, kwa sababu tunajua changamoto kubwa ni mambo ya facilities. Hatuna facilities za kutosha. Kwa mfano kuna kama swimming katika area hii hatuna viwanja ambaye itasaidia vijana wetu wa train. Lakini sisi kama counties tutajikakamua, na pia kwa ile support ambayo tunapata kutoka national government tutahakikisha kuwa vijana wetu wanashiriki michezo mingi zaidi, ili tuweze kuimarisha ama hata kuweka nafasi yetu ya kupata medali mingi iwe juu zaidi. Na hapo ndio tatizo liko, na nafurahi sana umetaja hilo, kwa sababu wengi wanalaumu serikali za kaunti kwa kuchukua muda sana kutekeleza zile ahadi ambazo mliweka kwenye manifesto. Nianze nawe gavana, je, umefikia wapi katika kutimiza ile ahadi ambayo ulitoa kwamba kutakuwa na viwanja? Kwa sababu tunajua maeneo haya ndipo tunaona watu wengi kutoka hata mataifa ya nje wakija kufanya mazoezi. Mbona hatuna viwanja gavana? Asante sana Subeda, lakini kwanza niseme kwa manifesto yangu si kusema nitatengeneza. Serikali ya Jubilee iliahidi kwamba kutakuwa na viwanja vipya vya kisasa. Mbona hatuvioni? Kwanza kabisa unajua ratiba ya serikali pia inachukua muda kuweka mipango kamili ili kuwezesha hiyo miradi siweze kufaulu. Lakini kwa sasa mimi nataka kusema serikali ya Jubilee tayari kuna wale consultants wamekuja sehemu hii yetu, wametembea, tume-identify ardhi ambayo hiyo uwanja itajengwa. Lakini wakati hawa idara ya sports walikuja, sisi kama county na serikali kuu tuliketi tukasema haitakuwa vyema tujenge uwanja peke yake. Tukaona tuongeze value kwa hiyo kiwanja. Ndio tukasema wacha hiyo uwanja wenye uwango wa kimataifa ijengwe kwenye chuo kikuu cha Eldoret. Madhumuni yake ni kuhakikisha chuo kikuu, kwa sababu hawa wamepewa jukumu la kufunza na research, waweze pia sasa kutumia hiyo kama njia moja ya kufunza wale makocha, wale technical people ya sports, na pia kwenda mbele waweze kuanzisha idara ya mafunzo ya medicine inayohusika na sport. Kwa sababu katika taifa la Kenya sasa hatuna kitengo ama university ambayo imespecialize kudeal na hizo sports medicine. Kwa sababu unaona mara mingi unapata wachezaji wengi wanapata injuries ambazo zingetibiwa hapa Kenya, lakini inabidi wapelekwe labda India, wapelekwe nchi za ng'ambo. Na tukaona chuo kikuu cha University of Eldoret tukiweka hiyo uwanja huko, na hawa pia sasa watumie kufanya mafunzo ya makocha